Movie inaanzia kwa kutuonyesha huyu bidada ambaye anaitwa Leonora. Mara zote nyakati za jioni anapendelea sana kufanya mazoezi ya kukimbia katika hii barabara. Kwa upande mwingine kuna huyu mwamba ambaye anaitwa Christian. Huyu ni mume wa Leonora. Na hii leo yuko amejitega katika maeneo haya, anamwona mke wake akiwa anapita. Anaamua washe gari na kumfuata kwa lengo la kwenda kumgonga. Anamgonga kwa mara ya kwanza, anaona bado hajafa na anaamua kumrudia na kummalizia kwa mara nyingine. Ndipo tunaonyeshwa siku 3 kabla tukio ilikuwaje. Siku moja kipindi Christian na mke wake wakiwa wamelala, ghafla simu ya Christian ikaingia meseji. Leonora anaamka na anaomba ajue nani anatuma meseji usiku huu, kwani alikuwa anahisi Christian kama anamchiti hivi. Hivyo anaforce achukue simu, lakini Christian hakutaka kumpa na anaona bora ipasue tu ili asijue kipi kinaendelea. Christian na rafiki yake Peter ni wamiliki wa kampuni ya ujenzi ambayo iliyopata mafanikio makubwa kwa kipindi kidogo sana. Na kwa upande wa Leonora, alikuwa ni msanii mzuri sana na alishinda baadhi ya tuzo za muziki, lakini aliachana kazi yake ya muziki kwa kuwa mtoto wao Johan alikuwa na matatizo ya afya. Hivyo aliamua kubaki nyumbani ili aendelee kumtunza. So baada ya kuamka asubuhi yake, Leonora anamwomba msamaha mume wake kwa kile ambacho kilichotokea jana usiku, na Christian anamsamehe kwa moyo wote. Na baada ya hapo anamchukua mwanae Johan na kumpeleka shuleni. Huko nako Christian naye anafika kazini kwake. Anamtazama sana bidada ambaye anaitwa Sinia. Huyu ni mfanyakazi wake na ni mchepuko wake pia, na ndiye aliyekuwa anatuma meseji usiku ule uliosababisha ugomvi na mke wake. Hatimaye Sinia anakutana na Christian na kumwambia kuwa achague upande mmoja kati yake yeye ama mke wake. Christian hakuwa na majibu kwa kuwa alikuwa anawapenda wote, kitendo kilichopelekea Sinia kununa na kuondoka. Baada ya kurudi nyumbani, Leonora akabaki anapitia katika ukurasa wa Facebook wa mumewe Christian na anagundua kuwa mume wake Christian ana ukaribu sana na mwanamke mwingine ambaye ndiye yule Sinia. Hivyo anahisi kama vile atampoteza mume wake. Baada ya kurudi nyumbani mume wake, Leonora anajaribu kuwa romantic ili aweze kurudisha mapenzi kwa mume wake, lakini Christian alikuwa kashaonagiwa na bibi Sinia, hivyo hakumzingatia tena mke wake kwa kile ambacho alichokuwa anakifanya muda huo. Na usiku wake kulikuwa na sherehe katika kampuni ya Mr. Christian. Hapa Leonora anazidi kuona ukaribu kati yake na mume wake na Sinia. Kipindi sherehe inaendelea, anamwona Sinia anaingia katika ofisi ya mume wake, hivyo naye anaamua kumfuata ili ajue kipi kinaendelea. Baada ya kuingia ndani, hakuamini macho yake, unaambiwa alimkuta Sinia pamoja na mume wake Christian walikuwa wanarushana roho. Kwa muda huo hakufanya chochote wala hakusema lolote mpaka wanarudi nyumbani. Asubuhi yake Christian anakana mke wake na kumwambia kuwa hana haja ya kuwa na mwanamke mwingine, kwani alikuwa na mwana Leonora hana amani ya moyo. Leonora akamwambia kuwa jana ofisini kwake ameona kila kitu ambacho alichokuwa anakifanya na Sinia. Pia Leonora akabaki analalamika juu ya uvumilivu aliofanya juu ya kuacha kazi yake ya uimbaji anayoipenda ili tu aweze kukaa na mtoto wao Johan ambaye alikuwa na matatizo ya kiafya. Pia akamwambia kuwa kama hatoacha ujinga anaofanya, basi na yeye ataenda kuripoti polisi siri zote za kampuni yake, cause kuna vitu alivyokuwa anavifanya kinyume na sheria. Christian aliamua kwenda kwa mke wa rafiki yake ambaye anaitwa Cassandra, lakini mke wake alikuwa nyuma yake anamfuatilia. Baada ya kufika, alimweleza Cassandra kuwa anataka tu ampe talaka mke wake Leonora. Cassandra alimwonya Christian na kumwambia kuwa Leonora kipindi cha ujana wake aliweza kumuua mpenzi wake, ambapo inaelezwa kuwa alifanya hivi sababu mpenzi wake alitaka waachane, lakini hapakuwa na ushahidi wa kutosha juu ya hili kuwa yeye ndiye aliyehusika na tukio hilo. Christian alifunga safari mpaka katika tukio lilipofanyika na aliwaza kuwa atumie hili tukio kumlazimisha mke wake wayamalize matatizo yao, kwani na yeye pia atakuwa na siri zake. Kipindi anaongea na Cassandra kwenye simu, pia Leonora alikuwa tayari kashafika katika eneo hilo na yupo nyuma yake anamwangalia. Baadaye Christian anarudi nyumbani, lakini Leonora anamwambia kuwa aondoke tu, hataki kumuona tena. Christian anatumia nafasi hiyo na kumwambia kuwa anajua siri zake, ambapo alishawahi kufanya mauaji kwa mpenzi wake miaka kadhaa iliyopita, hivyo atakaa kimya endapo tu wataweza kuelewana. Lakini Leonora akamwambia kuwa hakuna ushahidi unaonesha kuwa yeye amehusika na hilo tukio, na alimpa sharti kuwa kama anataka waelewane basi ampigie Sinia mbele yake na amkatae. Lakini ilikuwa ngumu sana kwa jamaa kwa kuwa alikuwa anampenda sana Sinia, na mwisho wa siku akakata simu. Hasira zilimpanda sana Leonora na alimkomba Christian na kumtoa nje na kumwambia kuwa hataki tena kumuona. Jamaa akabaki anatazama tu, hana cha kufanya tena. Lakini Christian alipata wazo na aliamua kwenda kuchukua gari lingine, na ndipo alipoenda kumgonga mke wake kipindi anafanya mazoezi. Ni kama vile tulivyoonyeshwa mwanzo wa movie kabisa. Baada ya kufanya tukio hilo, aliamua rudi tena ofisini ili aonekane kuwa alikuwa anafanya kazi muda wote. Then baadaye alirudi nyumbani, lakini ghafla Leonora anaonekana anarudi akiwa mzima wa afya. Christian alipata mshtuko unaambiwa, kwani alithibitisha mwenyewe kuwa amemuua mke wake na alimgonga mara 2 kabisa. Kwa nini awe mzima? Kwa upande wa Leonora, alikuwa anaonekana mtu ambaye hana wasiwasi juu ya mume wake na alimwomba Christian aweze kubaki, kwani alikuwa bado anamhitaji. Na asubuhi yake jirani yao anawapa taarifa juu ya mauaji yaliyotokea usiku wa jana. Ndipo hapo tunagundua kuwa Christian, mtu ambaye aliyemuua
sio mke wake, na alimfananisha tu juu mavazi yake ambayo ni kama yale ambayo anayovaa mke wake kipindi anafanya jogging. Siku nyingine wakiwa katika sherehe ya mtoto wao Johan, walifika polisi na kumuuliza Christian kuwa huenda aliona mauaji kipindi yanatokea, lakini Christian alikataa na kusema kuwa kipindi mauaji yanatokea yeye alikuwa yupo ofisini muda wote na hana anachojua kuhusiana na hayo mauaji. Siku moja kipindi Leonora ameenda kulifanyia usafi gari lake, anagundua kuwa kadi yake ilitumika kufanya malipo kuosha gari lingine. Hivyo alimfuata mhusika wa pale na kupewa taarifa zote juu ya matumizi ya kadi yake pamoja na video ya mume wake kipindi amepeleka gari hilo. Na baada ya kurudi nyumbani mume wake, Leonora alimweleza yote na kumwonyesha video ya hiyo siku akiwa car wash kipindi analifanya usafi gari lililotumika kumuua yule mdada. Ndipo Leonora anagundua kuwa Christian alikuwa na dhamira ya kumuua yeye, lakini alimfananisha na kumuua mtu mwingine. Anaamua kuwapigia polisi simu na kueleza juu ya hili, lakini kabla hajaongea Christian anachukua simu na kukanusha juu ya hili. Leonora anaamua chukue gari na kuondoka pale nyumbani. Baadaye walikuja polisi kutaka kujua kuhusiana na simu iliyopigwa kutoka kwao, lakini aliwaambia kuwa yalikuwa ni mambo ya kawaida tunashamaliza. Muda huo huo Christian anapokea text kutoka kwa mke wake Leonora na anamwambia kuwa anataka kukutana naye usiku huo wapate dina kwa pamoja. Baada ya kufika, Leonora alimwambia Christian kuwa hataweza kumpeleka polisi kwani anajua bado wako na mtoto ambaye anahitaji matunzo na ni mgonjwa pia, na alimwelezea juu ya mauaji aliyofanya kwa mpenzi wake wa zamani. Sababu ni kwamba alimkuta anafanya mapenzi na mtu mwingine, hivyo kutokana na wivu alimfuata na kumsukumiza katika korongo. Baada ya kumuua, alirudi katika chuo chao cha muziki na kuigiza kuwa anaendelea kupiga muziki, na mwalimu wake alipofika hakugundua chochote, hivyo hataki wafikie huko. Anachohitaji ni kubaki na yeye tu cause bado anampenda sana. Leonora anamshawishi mume wake na kukubaliana kuwa watamua Sinia ili waishi kwa amani katika mapenzi yao. Wanaenda hotelini kwa pamoja ili watengeze mazingira kuwa kipindi mauaji yanafanyika wao walikuwa zao vacation. Baada ya kufika hotelini, Christian anachomoka na kwenda katika nyumba ya Sinia ili tu aweze kumzuga, na baadaye mke wake Leonora anafuata na kwenda kumuua Sinia, na hatimaye polisi wanaanza uchunguzi wao juu ya kifo cha Sinia, lakini inaonekana kuwa Christian ndiye aliyekuwa mtu wake wa karibu sana. Wanafika mpaka nyumbani kwao na kuanza kuwauliza maswali, lakini wanakuwa hawalizishwi na majibu yao, hivyo wanaamua tafute mwili katika maeneo yale kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Lakini kumbe Christian na mke wake Leonora waliuchukua huo mwili na kuweka katika hiki kibonfire kipindi wanafanya sherehe ya maadhimisho ya mapenzi yao. Hivyo Christian anaenda haraka kwenda kukiwasha ili tu polisi wasigundue kipi kinaendelea na kugundua huo mwili kuwa uko pale, maana mbwa alikuwa anabweka sana. Mwisho tunaonyeshwa kuwa Christian na mke wake Leonora wanahama pale na kwenda sehemu nyingine, na hapo ndipo unakuwa mwisho wa mzigo wa kuitwa Loving Adult ya mwaka 2022. Hii movie bana inatuachia ujumbe kuwa tujitahidi kuwa waaminifu katika mapenzi yetu, pia tujitahidi kucontrol hasira za wivu katika mahusiano yetu ili tusiweze kujiingiza katika hatari